Mimi naona Wazanzibari ndio wanafaidika sana na sisi, ingawa wao wanakuwa na kiburi kwa sababu wanajiamini kwamba hii kitu haitatokea. Kwa hiyo ni ile kujipa hope, lakini wataumia sana kutokana na kwamba asilimia kubwa sana wao wanategemea huku bara, kwa sababu zamani Zanzibar ilikuwa ndo kama watu wanaoenda China au wanaoenda Dubai. Kwa ambao mmezaliwa sasa hivi, Zanzibar zamani, mimi nimeanza kwenda miaka mingi. Zanzibar zamani ilikuwa watu tunakutana watu kutoka Zambia, Kongo, yani kwa kifupi hizi nchi zote, Kenya, wapi wote tulikuwa tunakwenda Zanzibar. Zanzibar ilikuwa kama watu wanapoenda Dubai. Ndio watu walikuwa hawana interest ya kwenda China na Dubai. Watu walikuwa wanakwenda Zanzibar, kulikuwa kuna kila kitu pale, kila kitu. TV hizi mpya kabisa tumenunua pale, ama Panasonic. Kwa hiyo kwa sasa hivi Zanzibar wanaotegemewa kabisa kununua vitu Zanzibar ni Tanganyika. Ile upumbavu wa zamani wa Zambia, Komoro, wapi, saizi wote watu wanaenda China, wengine wanaenda Uturuki. Kwa hiyo mteja mkubwa wa Zanzibari aliyebaki ni Mtanganyika. Hilo kwanza walijue. Kwa hiyo mimi ninapowaona wanashangilia ni wale ambao wana hela, au wanaoruka makachu pale, wale wanaoruka masarakasi pale, hao ndio wanawapoteza Wazanzibari ambao wana misimamo ya maisha. Mkiwafuata wanaoruka makachu pale mtapotea, kwa sababu mimi nafanya biashara, ninapeleka mali Zanzibar na container yangu nashushia Zanzibar. Kwa hiyo mimi naijua vizuri. Kwa hiyo wateja wengi ni wa Tanganyika, kwa sababu Wazanzibari hata wakishusha mzigo pale inabidi wasubiri wateja watoke Tanganyika, au wengine mpaka huwa wanawapigia simu. Sasa ivute picha, dada Maria, muungano umevunjwa na wameambiwa warudi kwao, wao wanakuja kwa mapassport, wataathirika kwa sababu sisi huku tuko wengi. Friji tutazinunua hazitaisha, lakini kwao zimeshajaa, wako milioni 1 na friji zimeshajaa, kila mtu anayo, ma TV kila mtu amejaa, kwa sababu ni wachache. Lakini huku kwetu huwezi kumaliza, tuko wengi, imeisha, hii imeharibika, kwa hiyo hilo tu kwanza wataathirika. Kwa hiyo mimi nilichokuwa nataka wangeungana na sisi ili tuzidi kuitoa hii CCM. Wao wangetupa support, CCM tungeiregeza kabisa, lakini saizi wameipa tena nguvu kule kwao. Wameipa CCM nguvu. Hiki kitu kinanikera, kila siku nikilala nasema hawa watu kwa nini wamefanya hivyo? Hii kitu imewapa nguvu mno CCM. Kwa hiyo saizi mnaona mpaka mnaona wenzenu huku, mnaona wenzenu huku, yani wamekuwa wa kutolewa mfano. Ndio maana unaona mpaka wanapata jeuri. Mnaona wenzenu mnyewe mlitulia siku ya uchaguzi, wenzenu walinyukuliwa. Ni ujinga kwa sababu ya wale. Kwa sababu wana maumivu makubwa, dada Maria, wale Wazanzibari wa asili ya Kipemba kuliko hata sisi. Labda tu watunafikie waungane na wale, au Wapemba watunafikie sisi Watanganyika waungane na hichi kikundi kilichosema si mambo ya maliziano. Wapemba wanateseka kuliko Watanganyika. Mimi kwa sababu nimekaa pale najua, na wana kilio chao kikubwa sana. Wengi wananiongea na mimi, tunaongea nao vizuri tu. Bana, hawa watu wanatutesa sana. Ndio maana unaona Pemba waijengi, iko vile vile. Kwa hiyo mimi ninachosema kwa Wazanzibari, hebu tuunganeni tuitoe hii CCM. Badilisheni kule mfumo, hata pamoja na kuwa mmeshaungana, onyesheni kitu fulani ambacho kinaonekana kabisa kwamba hii wameungana wachache, sisi hatukubali. Lakini sasa hivi mnadanganywa, sijui mna amani wapi? Mnaibiwa kura kila siku. Tangu mwaka 95 mnaibiwaga kura, mnanyanganywa tu, Sefu anashinda. Hiyo amani iko wapi? Tuache uongo. Ninyi ni watu wa dini, mnaswali misikitini maswala 5 kila siku. Kwenye hili msitudanganye. Labda muikubali, muifute dhambi ya unafiki kwenye kitabu cha Qur'ani. Lakini kama dhambi ya unafiki mtaiwekea tiki, mtaungana na mimi. Wazanzibari mlioko Zanzibar, Sefu kashinda 95, 2000 mpaka 2015. Inakuwaje leo mmebadilika? Hebu mnadanganywa amani mmezulumiwa kura zenu. Huyu mlioungana naye si juzi alitoka kwenye mitandao analalamika. Si huyu alimlalamikia huyu nani
huyu ambaye ameungana, si alimlalamikia? Leo amekuaje tena amekuwa mzuri? Haya ndo mambo yanayoturudisha nyuma, lakini sisi hatutajali, kwa sababu sisi huku Tanganyika tumeamua, na ndio maana mnawaona sasa hivi kila tunapoongea tumepewa majina ya ugaidi, tumepewa majina ya kwamba sisi sijui tunataka kupindua nchi. Watatupa majina hayo kwa sababu sisi tumekuwa moto mkali, na nyie mngekuwa mmefanya hivyo sisi tungewadondosha. Hata waliowaua kipindi ya mwaka 2000 si hao CCM. Leo kwa nini mnawapenda? Hilo kwanza, hilo la Zanzibar mimi natoka. Turudi huku nyumbani kwetu. Unajua mimi nimekaa dada Maria, nimejifikiria sana. Hizi kauli zao wanazoandika akina Msigwa kwamba vijana walioandamana walifanya fujo, vijana walioandamana walikuwa ni wezi, vijana walioandamana walikuwa na choma tu, vijana walioandamana hawajui walichokuwa wanatafuta barabarani, sijui walipewa mabangi. Watanzania mliopo hapa, hawa watu msije mkakubaliana na upumbavu wao. Msije mkakubaliana na upumbavu wao kabisa. Watanzania walipata hasira wenyewe tu automatically, kwa sababu walianza na neno no reform, no election. Tulilizungumza sana, na mimi mmoja wapo nimezungumza mno. Nimezungumza na nimeanza kuingia kwenye TikTok kuongelea siasa kupitia no reform. Nimeongea sana mimi no reform. Kila siku hapa nilikuwa naongea, nikikutana na live yoyote hata ya mapenzi napanda tu, napiga no reform, watu wanaona kama mweo. Aya, tumekaa na no reform. Umekaribia uchaguzi, mmewakatalia Chadema. Na Chadema kauli yao ilikuwa ni ya wananchi, mmewakatalia kwenye no reform. Mkasema sui nini wamesusa. Hasira zikaja kwa wananchi, mkawatengenezea Chauma. Hasira zikaanza kuhifadhi ndani ya mioyo yetu. Baadaye Mage Kimambi akatoa wizi wa watu wa serikalini kupitia kwa Angela Kizinga, Abduli, Momba, Masauni, aliwataja na malisiti akatuwekea pale. Na mapesa ni makubwa, ikiwemo bilioni 16 Angela Kizinga na bilioni 4 huyo Abduli, na Masauni sio ilikuwa bilioni ngapi, mengine nimeyasahau, na Momba na nani na wengine tu, mpaka mkuu wa majeshi si alipewa madhahabu tukao tunaonyeshwa na Mage Kimambi. Hizo hasira wakahifadhi wananchi. Wananchi walihifadhi hasira. Baadaye ikaja ikawaumiza kwenye utekaji. Tuliposikia mzee Ali Kibao katobolewa macho, mkuu wa nchi ambaye tunasema ndio mfariji namba 1 anasema kwamba kifo kamoja kasituumize. Kwenye katiba si ndio inasema mkuu wa nani, mfariji namba 1 wa Tanzania si ni mkuu wa majeshi? Aya, amiri jeshi mkuu mwenyekiti wa CCM. Unaona upumbavu wa katiba letu? Mwenyekiti wa CCM ndio amiri jeshi mkuu. Huu ndio upumbavu tuliofanya, na ndio mwalimu wanamlaumu watu kwa pale. Tumeona Nepal walivyomaliza kuandamana, wanajeshi wakawakumbatia, wakawapa na maji waandamanaji, wakawaletea na magari ya First Aid. Madagascar kadhalika, mkuu wa majeshi kawapokea vijana kwamba mnataka nini? Tunataka hivi, wakapewa serikali yao. Nepal vijana waliitwa, mnataka nini? Tunamtaka jaji mstaafu, wakaletewa. Sisi sasa amiri jeshi mkuu wetu ni mwenyekiti wa CCM. Picha linaanzia hapo, ubumunda unaanzia pale. Hebu angalia tulivyoumizwa. Baadaye walivyoona vijana wamepamba moto, sasa wameshajikomboa kifikra, wameonyesha hasira zao za no reform, wameonyesha utekaji. Sasa basi wameonyesha yale mambo yote niliyoyataja, hayo yote, kuanzishwa kwa Chauma nini na nini, yote ile ndio hasira walioijenga, wakaanza kupiga. Na walipiga wale polisi baada ya kupigwa wenyewe, kwa sababu polisi walianza kupiga risasi za moto kabla waandamanaji. Na tumeona sisi kwenye video waandamanaji wale waliokuwa wanashikilia mabango, kwa mfano wale waliokuwa wameshikilia mabango kale ka binti kale mnakaonaga kwenye mitandao, si tulikaona kama shikilia bendera hivi, mtu anakapiga risasi. Alikuwa kana silaha, kameshikilia tu bendera hivi, kana imba wimbo ule nini ule wimbo ule tunaoimbaga mbali na ule wimbo wa taifa ule mwingine, wakakapiga risasi.